kama unalisoma neno la Mungu bila kujua siri za ufalme, kwa sababu ukilisoma kama lilivyo, manake bado hujajua mapenzi. Ukilisoma kama jinsi ambavyo lilivyo kwa mifano, kwa mafumbo na mithali, bila kujua ukweli wake inamaanisha nini, manake bado hujajua mapenzi ya Mungu. Kwa kama hujajua mapenzi ya Mungu, bado huwezi kuingia kwenye ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe sisi kama watoto wazuri wa Mungu katika Kristo Yesu Bwana wetu, imetupasa tuwe na bidii sana ya kutaka kuzijua hizi siri ambazo Yesu anasema kwamba alifumbua kinywa chake, aliwafundisha kwa mifano. Bwana Yesu asifiwe. Na hii hapa inatoka katika Zaburi sura 78 mstari wa 2. Anasema kwamba na nifunue kinywa changu kwa mithali, niatamke mafumbo ya kale. Kwa hiyo ndio kitu ambacho tunakiona hapa kwenye Mathayo. Yesu anasema kwamba nifumbue kinywa changu, niatamke yale ya kale yaliyositirika. Kwa kumbe kila kitu ambacho tumekuwa tukikiona hapa sio kipo kama jinsi kilivyo. Kuna maana yake ya ukweli, na imetupasa kuijua hiyo maana ambayo imefichwa kwenye hao mafumbo. Mfano alivyotoa mfano wa lulu safi. Je, hiyo lulu ni lulu kama kwenye dunia? Anapotoa mfano wa mpanzi, je, mpanzi huyo ni mtu au ni nani? Anapotoa mfano wa mbegu, je, hiyo mbegu ni nini? Ni mbegu kama ambazo tunapanda sisi za kimwili au ni mbegu za kiroho? Anapozungumzia maji anamaanisha nini? Anapozungumzia moto anamaanisha nini? Anapozungumzia majengo, kanisa, mwanamke, anapozungumzia milima, anapozungumzia bahari, je, anamaanisha nini? Kwa sababu tusipotambua hatuwezi kuingia huo ufalme, kama ambavyo wamesema hapa kwenye Mathayo. Anasema kwamba tukitambua tutaponywa, lakini tusipotambua hatutapona. Kwa kumbe ni muhimu sana tutambue hizi siri za ufalme wa Mungu, tuweze kuzijua ili tuweze kupona. Kwa hiyo sasa Mungu ametupa neema ya kujifunza hizi siri za ufalme wa Mungu. Kwa hiyo nakukaribisha wewe ambaye umekuwa na shauku ndani yako, umekuwa na kiu ya kutamani kuzijua siri za ufalme wa Mungu, na kwa neema ya Mungu, Roho wa Mungu atatushibisha, kama jinsi ambavyo amesema katika Mathayo 5 ya kwamba heri wenye njaa na kiu, maana hao watashibishwa. Na katika Amosi 8:11 anasema kwamba nitaachilia njaa, si njaa ya chakula, bali ni njaa maneno ya Mungu. Kwa hiyo kiu na shauku ambayo unatakiwa kuwa nayo ni ya kutamani kujua, kula neno la Mungu ambalo limefunuliwa, ambalo liko wazi, sio lile ambalo limefungwa ambalo haliwezi kukupa uzima, sio lile ambalo limefungwa ambalo haliwezi kukupa afya. Ukila chakula ambacho hakiridhishi, hauwezi kupata afya ya kiroho. Kwa hiyo inabidi tule neno la Mungu ambalo ni chakula cha wakati wake, chakula chenye kuridhisha, ili tuweze kushiba kiroho, ili tuweze kuimarika kiroho. Tusiendelee kuwa watoto wadogo mahali ambapo itakiwa tuwe walimu, tusiendelee kunywa maziwa mahali ambapo itakiwa tule chakula kigumu. Kwa hiyo nakukaribisha, Mungu nakukaribisha. Mungu akupe neema, tujifunze pamoja. Ubarikiwe na uwe na wakati mwema.